msiojua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia ndio neno la Mungu linalokwenda kukufikia jioni ya leo, ndugu yangu unanisikia. Hizi ni habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo katika ziara yake ya kufanya huduma, siku moja iliyoazimiwa na Bwana, ndipo anapita katika mji wa Samaria. Katika ule mji, Biblia inasema kulikuwa kuna kisima tu fulani ambacho watu wa kijiji walikuwa wanakwenda kuteka maji pale. Lakini kwa ghafla wanafunzi wa Yesu waliondoka, wakamwacha Yesu yuko pale. Ndipo neno la Mungu linasema huyu mwanamke akasogea katika yale maeneo akiteka maji katika kile kisima. Yesu akamsogelea yule mama, akamwambia, mama, ninaomba nipe maji ninywe. Yule mwanamke akamwambia, mimi ni Msamaria, inakuwaje wewe uliye Myahudi unataka maji kwangu? Kwa sababu sisi wa Samaria na ninyi Wayahudi hatuchangamani. Yesu akamtazama yule mama, tena akampenda, akamwambia, laiti ungekuwa unajua kalama ya Mungu ni nini na ni nani anayekuomba nipe maji ninywe, basi wewe ungelimuomba yeye maji. Huyu mama hakuelewa, akamwambia kwa Yesu, akasema, hiki kisima ni kirefu, kwanza huna kitu cha kuchotea maji, hata maji utakayonipa utayatoa wapi? Yesu akamtazama huyu mwanamke, akamwambia, sikia, kila anayekunywa haya maji ya kwenye dunia hii atapata kiu tena, kesho atakunywa. Ila yako maji ambayo wewe mama usiyafahamu, maji hayo nikikupa mimi yatakaa ndani yako, yatakaa ndani yako, yakiburujikia uzima wa milele. Huyu mwanamke akamtazama, akasema, je, wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetuachia kisima hiki? Yesu akasema, mama, sikia, wewe hujui kalama ya Mungu. Hebu nenda kwanza kamuite mumeo uje naye hapa. Huyu mama akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umejibu vyema mama, ulikuwa unao wanaume 5, hata ulionayo sasa sio wa kwako. Nenda kamuite mumeo wa kwako. Huyu mwanamke akasema, sina mume. Ni kweli, lakini Yesu alikuwa anasema, kwa kuwa huna mume, kazi unazozifanya. Na huyu mwanamke tambua alikuwa ni kahaba. Huyu anachota maji lakini ni kahaba. Yesu alitambua ukahaba wake, anamwambia, ungejua kalama ya Mungu au kipawa cha Mungu, ungeniomba maji mimi ninywe, unywe wewe, usingesikia kiu tena. Kwa maana kwamba wewe ukahaba ungeisha hapo hapo, ungekuwa na chemchemu inayotoka ndani. Kwa habari ya maji, yako maji mengi sana kwenye hii dunia, lakini sio salama kama maji yanayokupatia Yesu. Maji yake yeye yanatoa uzima. Maji ya dunia unaweza ukanywa, tumbo likakuuma. Ndio maana kuna watu wanafanya, watu wa TBS wanakwenda kuyathibitisha kama yana kiwango. Lakini nataka nikwambie, Mungu anafungua elimu yao, anakuambia yako maji mengine. Kwa huyu mwanamke ambaye siyajua, ni maji ya uzima ambayo yanawakilisha maji ya bubujiko ambayo ndio roho wake Bwana Mtakatifu. Yanaweza kukata kiu, yanaweza kukatia kiu. Ndio maana Daudi anasema kwenye Zaburi ya 42, kama ayala anavyoonyesha huko mito ya maji, na mimi Mungu ninaenda kuonyesha huko Mungu, kwa sababu kinachokata kiu ya dhambi ni haya maji ya Roho Mtakatifu. Ukipata haya maji, wewe utakuwa na kiu ya dhambi. Yesu ndio maana anamwambia huyu mwanamke, ungejua kalama ya Mungu, ungeniomba maji mimi ningekupa maji ya milele, utasikia kiu ya dhambi. Ndio maana wengi wanatamani kuacha ulevi, wanashindwa. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa maji. Wana kiu ya pombe, wakipata kinywaji cha Roho Mtakatifu hawatapata kiu tena. Hujakutana na watu wengi wanakuambia, natamani kuacha dhambi lakini nashindwa, natamani kutenda mema lakini nashindwa. Yesu anakuambia jioni ya leo, yako maji ambayo mimi natakiwa kukupatia, yanabubujika. Kiu ya ulevi itaisha, kwa sababu anasema, mama, wokovu unatoka kwa Wayahudi. Wokovu unatoka kwa Wayahudi.
Ndio Yesu anatangaza, anasema ninyi mnaabudu msichokijua. Ni kweli mnaabudu Mungu, mbona ni wazinzi? Ni kweli mnaabudu Mungu, mbona ni walevi? Mungu ameshuka, anasema wokovu unatokea kwa Wayahudi. Ndio maana Yohana anatembea anasema, zaeni matunda yapasayo toba. Yuko anayekuja nyuma yangu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye pepeto liko mkononi mwake. Yeye atawatenganisha kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Akikupata wewe ukiwa kondoo, ndipo anakupa hayo maji. Ni maji ya uzima. Ukahaba utaacha, ulevi utaacha. Sio kwa uwezo wako, wala sio kwa nguvu zako. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Akikaa ndani yako, maji yatabubujika, utakunywa. Yesu atakukaribisha. Ni saa ya kumpata huyu mwanaume. Hayo ulevi utaweza, ukahaba utaweza. Hii dunia imejaa uovu. Hii dunia imechoka. Dunia inawayawaya kama mlevi. Ukitazama magharibi kuna makahaba, ukitazama mashariki kuna makahaba. Yuko Yesu wa Nazareti anayesema ungejua kalama ya Mungu, basi ungemwendea yeye, angelikupa maji aliyo hai. Sio hayo maji wanayokupa mitume, wala sio maji wanayokupa manabii. Hayo ni maji ya chemchemu tu. Unanunua 500, wanauza 1000. Hayo sio maji, wala sio hayo mafuta unayojua wewe. Yeye tunazungumzia maji ya uzima. Unazungumzia maji ya uzima yanayokaa ndani ya mtu. Unajua maji yana umuhimu sana hata kwenye jamii. Yakikosa maji, viumbe hai vinakufa. Unajua, ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie, samaki bila maji, samaki anakufa. Binadamu sisi bila Mungu, sisi tunakufa. Unajua ardhi bila udongo, mti unakufa. Lakini Yesu anakuambia wazi, maji yana umuhimu. Ukikosa maji, viwanda huwa vinafungwa. Unajua Mungu akitaka kukuweza, dunia hii haondoi chochote, anaondoa maji tu. Viumbe hai vyote vinakufa. Ndio maana anakuambia kuna umuhimu wa maji. Yesu anakugawia wewe, ni maji ya Roho Mtakatifu. Usipoyajua haya, utanunua maji ya mitume. Usipoyajua haya, utanunua maji ya manabii wanaoinuka kama uyoga. Na hizi ni zama za mwisho. Yesu alishasema watainuka wengi, watakuja kwa jina langu. Ndio hao watakuuzia mafuta, ndio hao watakuuzia maji. Utakwenda kwa mitume, watapita na wewe. Ndio maana fedha lako umekuwa mateka, unawatumia sadaka, wanakwambia toa za kujimaliza. Unamaliza biashara, unamaliza mtaji wako, ila ukimpata Yesu umepata vyote. Wokovu ni bure. Unatoka Yerusalemu kwa Wayahudi, wokovu unatoka kwa Wayahudi. Yesu anamwambia Petro, endeni mkapeleke injili mpaka miisho ya dunia, mpaka mwisho wa nchi. Leo Dodoma tunamtaja Yesu, ukienda Dar es Salaam tunamtaja Yesu, ukizunguka kote ni Yesu. Huyu Yesu ni nani? Laiti angekuwepo, ni mtu maarufu kweli kweli. Zamani hakukuwa kuna vyombo vya habari, wala hakukuwa kuna teknolojia. Tazama Yesu anavyojulikana kila maeneo, kila pembe, ili ujue uwezo wake. Ndio maana vipofu anawaponya wanaona, viwete anawaambia wanatembea. Ni Mungu anayeumba. Yesu sio nabii kama unavyojua wewe. Umeishia hapo hapo. Ndio maana ujui uwezo wa Mungu. Yesu ni nabii, Yesu ni mfalme, Yesu ni mwenye uwezo wa kifalme. Isaya anasema uko mabegani, akisema ufe leo utakufa. Ndio maana akasema mama usadiki, wokovu unatoka kwa Wayahudi. Tunaabudu katika roho. Mungu yuko rohoni. Utaamua wewe ukazidi ufichame, Mungu anakuona. Ndio maana alikemea Mafarisayo. Anawaambia, ninyi Mafarisayo wanafiki, mnafanana watu wanaotoka masokoni, hawataki chochote kugusa, lakini ndani mmejaa unyang'anyi. Hata makaburi yamepambwa vizuri nje, wameweka maziara, wameweka marumaru, ila ndani kuna mifupa. Kwenye moyo mwanadamu kuna mifupa. Ndani anawaza mabaya. Yamkini hapa na ubiri, kuna watu wanasema labda nataka sadaka, labda nataka fedha. Wewe huna hela, ndio maana umefanya hiyo kazi. Hakuna binadamu mwenye hela. Yuko Mungu, yuko Yesu aliyesema Petro, nenda kavue samaki. Yule wa kwanza atakayetoka, toa fedha kalipe kodi. Huyu ndiye mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu ndiye Yesu wa Nazareti anayekuhitaji jioni ya leo. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi. Hizo dhambi ni mzigo, zinakuelemea. Ndio maana usiku wa manane zinakuamsha, zinakwambia twende chakoni chako. Utakutana na makahaba pale,
utafikiri wacheza mpira. Tena siku hizi dunia imeharibika, makahaba wenyewe wanatongoza wanaume. Kwa Yesu, bila Yesu watakunasa kijana. Nafsi yako ina thamani kwa Mungu. Watakupoteza, watakuua, utakufa. Wengine ni wachawi, wana mikataba, wakilala na wewe unaingiza mikosi, watoto wako wanakufa, biashara zako zinakufa, hazitaweza kwenda. Ukiwa na Yesu atakuonyesha njia. Anasema nitakuonyesha njia unayetakiwa kuiendea, kwa sababu Daudi alijua thamani ya Yesu. Akasema Bwana ndiye mchungaji, atakuchunga kwenye biashara, atakuchunga na makahaba, hautatindikwa wewe. Yuko mwanaume wa wanaume, mfalme wa falme, simba wa kabila la Yuda, akiunguruma kwenye nyumba yako magonjwa yanatibika, akiunguruma korona inakimbia. Yesu wa Nazareti, yeye ni kila kitu, yeye ni muweza. Yamkini Bwana ametaka usikie injili jioni ya leo. Wako yuko mama moja alikuwa anashinda mtaa fulani wa Chaburu. Kila tunapohubiri injili yeye analeta sadaka, kila tunapohubiri yeye analeta sadaka. Baadaye nikamwambia mama, hizi wingi wa sadaka wako hauwezi kukufikisha mbinguni. Yamkini ukafa usiku wa leo. Usifikiri kwa Mungu anaziakiwa na pesa zako. Yeye Mungu anasema kwenye Zaburi, kama ningekuwa na njaa ningekuambia, nachotaka ni moyo wako wewe. Unipende kwanza mimi kwa moyo wako wote, nguvu zako zote na akili zako zote. Mungu haziakiwi. Utakuta tajiri anafanya biashara ya rushwa, halafu anakata zaka, wakati mwingine anatoa fedha kusapoti kazi ya Mungu. Nataka nikwambie umepotea sana. Yuko Mungu anatafuta moyo wako. Kwanza kabisa upate toba wewe, ufanyiwe tohara. Moyo wako ni mchafu, ndio maana unawaza mabaya usiku ukilala, ukahaba, mandoto ya mauti, ndoto za zinaa, ndoto za ulevi. Vijana tunaisha. Hata mimi nilikuwa nimechoka kweli kweli. Yuko Yesu alinitoa kwenye magenge ya uharibifu. Kamari ziliniandama, polisi na mimi, ofisi za vijiji, vikao kila siku, mpaka nifika mahala kituo cha polisi kama ni nyumbani kwangu hivi. Yani sisikii chochote. Yesu ametutoa kwenye nguvu za giza. Yuko Yesu aliyetutoa huko. Ndio maana tunakutangazia habari njema. Hatuoni haya kwa sababu yuko Mungu anayekuhitaji wewe. Yamkini ndio siku ya mwisho. Huyu mama huyu anataka nikwambie, siku moja ninapita eneo fulani, nakuta watu wanalia msiba. Nauliza kuna nini? Sasa yule mama mnayemhubiria pale sokoni amepigiwa na gari katikati ya zebra, amefariki. Sasa usifikiri kwa Mungu utaenda kusema Bwana nilitoaga sadaka nyingi. Pole, umepotea. Hapo umeliwa. Umeliwa. Mungu haziakiwi na chochote. Anasema dunia na mali vyote vya kwangu mimi. Vyote ni vya Bwana. Tena tayari sasa huna, halafu na Yesu huna. Kilicho kibaya unakuta mwingine ni kiwete kabisa, kuokoka na kataa. Ukifa na ukiwete duniani umepata shida, na mbingu unakosa, unatupa jehanamu. Wengine hata macho hawana. Si afadhali ya kijana anaweza kasema mimi ninakula kwanza ujana, lakini Sulemani anasema Bwana atakupeleka mpaka hukumuni. Hasa kiwete wewe una faida gani? Unakosa duniani na mbinguni unakosa. Heri umpate Yesu. Watu wamechagua maisha ya aina moja. Laiti Mungu angekuwa na upendeleo, wokovu tusingeokoka. Wengine hata elimu hatuna. Tunaijua elimu ya Mungu tu peke yake. Na ndio maana Yesu anasema wanaomwabudu Mungu watakuja sasa, watamwabudu katika roho, watabubujika, wataimba, watafurahi. Tutaabudu bila kulazimishwa. Hakuna aliyetuleta hapa, hapana. Ni mizuri kama nini miguu yetu tunayoleta habari njema. Tutakutembelea popote ulipo, maadamu Yesu yuko pamoja na sisi. Hizo ndio habari njema zinazokufikia jioni ya leo. Hizi ni zama za mwisho. Yesu ana haja na wewe. Kwa dakika chache sana ambazo nimehubiri, inachukua muda wangu sio rafiki. Yote anasema Bwana Yesu ni kweli kabisa, nahitaji maji ya uzima. Yako maji mengi kwenye dunia, lakini hiyo Roho Mtakatifu ndio maji mazuri kweli. Yani dawa ya dhambi ni Roho Mtakatifu. Anakata kiu. Yesu atakuchunga kama mchungaji anavyochunga kondoo wake. Najua kondoo asiye na mchungaji anakulaga hata mahindi ya watu. Hilo kimwambia wewe rudi pale pale anaacha. Yuko Yesu Kristo. Daudi alitambua faida ya Yesu. Anasema ananifundisha kupigana. Bwana atakufundisha kusurvive kwenye hii dunia. Basi kwa dakika chache, wewe unayemhitaji huyu mwanaume, unaweza ukaja wala usione aibu.
Yesu anakuhitaji kama nini? Anakuonea wivu. Anapoona kijana huyu angepata mimi huyu leo Dodoma yote ingewaka moto. Kwanza makahaba hivi, kuna wengine wamekaa nao wanawaza mabaya kwamba jioni leo tunakwenda wapi. Wanaposikia injili wanachukia. Nataka nikwambie, hao watakumaliza. Hivi utafanyia siku ile? Unaamka asubuhi unakuta kanisa limechukuliwa, rafiki yako alikuwa ameokoka, wewe umeachwa. Yesu anasema nitakuja kama mwizi, nitachukua walio wateule. Na unafahamu kazi ya mwizi huwa haibi nyumba mbovu. Anachukua nyumba ile nzuri nzuri, anajua ndani kuna vitu vya thamani. Ushaisikia mwizi anaenda kuiba nyumba ya udongo? Mwizi gani anaiba nyumba ya udongo? Akiona nje anajua hii mbovu. Yesu atakuja kuchukua wa thamani. Wale waliyempokea, aliyewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, hao ndio wanaoshinda kwenye hii dunia. Weza kusema nitashindaje ulevi? Yuko Yesu. Wewe nitashindaje uzinzi? Yuko Yesu. Aliyesema mama, usadiki tutamwabudu Mungu katika roho. Roho Mtakatifu ndio nguvu ya Mungu. Njoo tuombe na wewe. Njoo tuombe na wewe. Roho Mtakatifu anaweza kupambana na roho chafu. Basi kwa dakika chache, yote anayemhitaji Bwana Yesu ninamkaribisha. Njoo tuombe na wewe. Ndugu yangu unanisikia, kijana mwenzangu unanisikia, wewe baba, wewe mama, Yesu bado yuko enzini. Yupo kwa ajili yako. Bado anakuangalia kwa thamani yako. Njoo tuombe na wewe. Basi kwa dakika chache tunakusubiri. Karibu na Mungu akubariki. Wala usione aibu, kwa sababu aibu huwa inamfanya mtu mpaka anakufa na tai shingoni. Ukifa tutakuzika, mke wako ataolewa na mwingine.